Habari, hivi umeshawahi kujiuliza nini hasa kinafanya mwanzo wa filamu fulani ukushike kiasi kwamba huwezi hata kupepesa jicho? Leo tunaenda kufunua siri hiyo. Tutaichambua kwa undani kabisa sehemu ya kwanza, yani Act 1. Hapa ndipo msingi wa hadithi yako yote unajengwa. Sawa, hii ndiyo ramani yetu ya leo. Tutapitia hizi hatua 5 muhimu, moja baada ya nyingine. Na nakuahidi, mwisho wa uchambuzi huu utakuwa na vifaa vyote unavyovihitaji ili kujenga mwanzo imara na wa kuvutia kwa hadithi yako. Basi kila kitu kinaanzia hapa. Na hii hatua ya kwanza, jamani, ni muhimu kuliko zote. Ni lazima, yani ni shuruti, uweze kufupisha hadithi yako nzima katika sentensi moja tu. Lakini si sentensi yoyote, iwe sentensi yenye nguvu kweli kweli. Kitaalamu, hii inaitwa logline. Hebu ifikirie kama vile dira au nyota ya kaskazini kwa ajili ya safari yako ya uandishi. Kila uamuzi utakaofanya baada ya hapa, kuanzia wahusika, matukio, hadi mwisho wa hadithi, utaongozwa na hii sentensi moja tu. Hebu tuangalie hii logline kwa makini. Unaona jinsi inavyofanya kazi vizuri. Kwa sentensi moja tu, tayari tunamfahamu mhusika mkuu, kijana maskini. Tunajua anachotaka, kubadilisha maisha yake. Na tunajua kikwazo chake, ana siri kubwa. Hapo hapo, inatupa hisia ya huruma, inatupa dalili ya mgogoro, na inatuacha na shauku ya kutaka kujua. Siri gani hiyo? Okay, msingi wetu upo tayari. Sasa ni wakati wa kuijaza hii dunia yetu na watu. Kumbuka, wahusika ndio roho na moyo wa hadithi yoyote ile. Bila wahusika wa maana, hadithi haina uhai. Na hapa ndipo tunapoona uzuri wa uandishi wenye nidhamu. Huna haja ya kuandika wasifu wa kurasa 10 kwa kila mhusika. Angalia hapa. Sifa chache tu za msingi zinatosha kabisa kutupa picha kamili na jinsi kila mmoja wao atakavyochangia kwenye drama na mivutano ya hadithi. Rahisi, lakini ina nguvu sana. Sasa, ni muhimu tukumbuke, wahusika wako hawaishi kwenye ombwe. Mazingira, yani mahali ambapo hadithi yako inatokea, ni kama mhusika mwingine. Yanaweza kuwasaidia au kuwawekea vikwazo. Kwa nini maeneo haya ni muhimu? Kwa sababu kwa kuchagua sehemu za kawaida kama shule au barabara ya mtaa, unafanya hadithi iwe karibu zaidi na maisha ya mtazamaji. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mgogoro ukianza kutokea, utaonekana kuwa wa kweli zaidi na utagusa hisia za mtazamaji kwa nguvu zaidi. Hapo sasa, tumeshapanga wazo letu, tuna wahusika wetu na tunajua mandhari yao. Sasa, ni wakati wa kusema action! Ni wakati wa kuwasha kamera na kuleta kila kitu hai kupitia matukio ya kwanza kabisa. Unajua ile kanuni ya dhahabu katika uandishi? Onyesha, usihadithie. Hii ndiyo maana yake. Badala ya msimulizi kusema jamii ilimdharau Juma, tukio hili linatuonyesha dharau hiyo kwa vitendo. Na hiyo ina nguvu mara 1000 zaidi. Sikiliza huu mstari mmoja tu wa mazungumzo, sentensi moja. Lakini inatosha kabisa kuanzisha mgogoro mkuu wa nje kwa mhusika wetu. Hii ndiyo maana ya uandishi makini na wenye ufanisi. Na hapa mambo yanazidi kuwa mazito. Mgogoro sasa si wa kijamii tu, umekuwa wa kibinafsi. Kwa kumleta mpenzi wake wa zamani, tunaongeza uzito wa kihisia, tunafanya maumivu ya Juma yawe ya kweli zaidi kwetu sisi watazamaji. Yaani, huu mstari ni mfano bora kabisa wa mazungumzo yanayofanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Kwanza, unafunua historia ya uhusiano wao, na pili, unaongeza chumvi kwenye kidonda cha sasa. Ni maneno machache, lakini yanauma sana. Sawa, mpaka sasa tumeona hali ya kawaida ya maisha ya Juma, maisha ya dharau. Lakini kila hadithi kubwa inahitaji cheche. Inahitaji tukio moja linalovuruga kila kitu na kuanzisha safari kuu ya mhusika. Sasa, swali ni hili. Unawezaje kuwasha moto wa hadithi kuu? Unafanyaje ili kumlazimisha mhusika wako aache kunyanyasika na aanze kupambana? Jibu ni hili. Inciting incident. Hili ni tukio la kichochezi. Fikiria kama mlipuko unaoanzisha safari. Na jambo la muhimu zaidi ni kwamba baada ya tukio hili hakuna kurudi nyuma.
mhusika mkuu analazimika kuchukua hatua. Na hapa ndipo presha inapofikia kilele chake. Mgogoro wote ule ambao umekuwa ukifukuta chini kwa chini, sasa unalipuka waziwazi hadharani mbele ya kila mtu. Macho yote yanamgeukia Juma. Na hapo boom, huu mstari ndio inciting incident yetu. Ni wakati Juma anaamua, basi inatosha. Anaamua kusimama na kupambana. Kuanzia hapa, hadithi imebadilika kabisa. Sasa tuna safari. Na kwa kishindo kama hicho, pazia la sehemu ya kwanza linafungwa. Tunaachwa tukiwa na maswali, tukiwa na hamu ya kujua nini kitafuata. Hili ndilo lengo hasa, kumfanya mtazamaji ajikute anasema, siwezi kusubiri kuona kinachoendelea. Basi, tukijumlisha yote tuliyojifunza, sehemu ya kwanza ina kazi 3 kuu. Kwanza, tutambulishe wahusika wetu na dunia yao. Pili, weka wazi mgogoro mkuu ni nini. Na 3, muhimu sana, panda lile swali kuu au ile siri kuu itakayomfanya mtazamaji aendelee kutazama hadi mwisho. Na tunakuacha na swali hili. Swali ambalo linaturudisha moja kwa moja kwenye ile logline yetu ya mwanzo. Hebu niambie, wewe unafikiri siri ya Juma ni nini?